changamke. Moyo umefanyaje? Umelemewa. Sauti haimekaa vizuri. Sio mnaelewa vizuri? Amen. Sikiliza maneno haya ya Yesu, unaweza kuelewa vitu fulani hapa. Kwenye sura ya 11 ya Mathayo. Mstari wa 28. Anasema hivi, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mimi ni nini? Ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na nitapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Haleluya. Bwana asifiwe tena. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa ndio maana unaweza kuona kuna mtu mwingine sura yake imejaa kigumegume lakini ni mpole sana. Kwa mtu alivyo moyoni ndivyo alivyo. Sivyo alivyo anavyoonekana. Anasema mtu alivyo moyoni. Ndivyo alivyo. Lakini mtu anavyoonekana usoni sivyo alivyo. Na watu wengine wanaonekana wapole. Kote mfikiri. Ningishe kugalabuka hapa. Panakuwa padogo. Si ndio? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Anasema mtu alivyo moyoni ndivyo alivyo. Kuna mtu mwingine anacheka mdomoni usoni lakini moyoni amekuchukia. Moyoni hapendi. Hataki kuona. Lakini anaongea na wewe vizuri. Anacheka na wewe. Ni kama vile mchawi. Mchawi anaongea na wewe vizuri. Lakini usiku ana mpango wa kukuua. Na huku anakuletea na zawadi. Anakuletea kuku, anakuletea chele, anakuletea sabuni, anakuletea mafuta, anakuletea chochote kile anachoweza kuwaza kuleta. Naweza kuleta nguo. Kumbe anasema hii nguo ya kunishiria. Anasema alivyo mtu moyoni ndivyo alivyo. Anavyoonekana sivyo alivyo. Sema amen. Lakini kuna watu wengine wanavyoonekana usoni ndivyo walivyo na moyoni. Nayo ipo, si ndio jamani? Yaani kama tusoma tabia za watu, kuna watu wengine wako hivi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini tunaamini mtu aliyezaliwa mara ya pili katika Kristo Yesu anafanana na Yesu. Na ndio maana Bwana anasema yeye ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Sema amen. Anaponyenyekea ndivyo alivyo. Amen. Na mtu mmoja alinipigia simu. Amen. Alipopiga simu mimi nikawa naitika, yeye akawa hanisikii. Mimi namsikia lakini yeye hanisikii. Kwa hiyo akaanza kunisema asije. Akasema vitunguru video hii.
Mimi ndio leo hawe. Ukale simu ni kati ya leo. Ubutumbu. Chani kaza kwa. Nditumbu kani. Sema tu kwamba alikuwa mbali, lakini nitamani ningeondoka saa ile ile. Nimfuate. Lakini alikuwa mbali. Nikasema nikampigia kiongozi mwingine sasa, nimekutana hivi na yeye, sio nifanyaje? Nikawa nimechanganyiwa, ameniita mtumbo. Lakini wakati naongea naye anaongea vizuri. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Yesu aliuliza swali moja akasema, watu wananisemaje? Ukitaka kujua rafiki yako mzuri ni yule anayekusema vizuri usipokuwa. Unataka kufahamu rafiki yako wa kweli? Ulizia huko anapokuwa peke yake. Anakusemaje? Anakusemeaje kwa watu wengine? Haleluya. Haleluya. Anapokuwa peke yake huko wewe haupo, anakusemaje? Amina. Ukijua anachokusema, akikusema vizuri kwa watu, huyo mshike ni rafiki wa kweli. Unaelewa anachokisema? Huyo ni rafiki kwa kuwa alivyo kwako ndivyo alivyo. Lakini aliye mbaya moyoni hawezi kuvumilia kusema vizuri kule mbaya. Hawezi. Anajitahidi kusema vizuri lakini sema katika jina la Yesu. Sema nakataa kubeba yasiyofaa moyoni mwangu katika maisha yangu yote, katika jina la Yesu aliye hai. Badala yake nabeba ahadi za Mungu. Haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Unaanza kujiuliza hapa hivi, nasema mliobebewa mlio na mizigo. Hivi ni mizigo gani? Tunajaribu kufasiri. Hapa Biblia haijasema mizigo gani. Imesema tu njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hivi alikuwa anawasema wale wanaobeba mizigo pale mashineni. Wale makuli wale wanabeba mizigo. Wanataka kulemewa mpaka na jamba na kujamba wengine. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini? Nami nitafanyaje? Anasema tutieni nila yangu kujifunze kwangu, kwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata. Haleluya. Mtapata raha nafsini. Mtapata raha nafsini. Kwa ni lazima ujue kuna mizigo ndani ya maisha ya mioyo ya watu. Nimekuwa nikishughulikia shida za watu. Wengine afika pale nyumbani haanzi kufanyaje? Kusema. Anaanza kulia. Analia. Wewe msema ongea, hasemi. Wengine mpaka nazia naondoka. Nasema lia kwanza maliza. Kwa sababu nikiendelea kukaa na mimi nitaanza kulia. Kwa tusiye tukaendelea kulia zaidi. Kwa sababu nikianza kulia huko nitalia zaidi sasa. Sasa ili usilie vizuri, ili ulie vizuri na upoe haraka mimi naondoka. Maliza kwanza kulia. Amina. Sema amen. Kwa nini analia? Ana mzigo mzito ndani ya moyo wake. Umemlemea. Ni mzigo mzito ameshindwa kubeba.
anaona angalau akilia, sijui atapumua kidogo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Mara nyingine mizigo inakuja kwa sababu ya mazingira tuliyo nayo. Yanaweza kuwa mazingira ya kiafya, yanaweza kuwa mazingira ya kifamilia, yanaweza kuwa mazingira ya ndoa, yanaweza kuwa mazingira ya kazini, yanaweza kuwa mazingira ya aina yoyote. Yale mazingira yanapokuwa yamejitengeneza, yanautengeneza mzigo mzito ndani ya moyo wako. Tuko pamoja? Yanafanyaje? Yanatengeneza mzigo mzito. Na hasa yale mazingira ya mahusiano, ya ndoa, ya wanandoa wanapoanza kutofautiana. Sema amen. Wanapoanza kufanyaje? Mwingine anajaribu kwenda isivyo, anamletea mwenzake mzigo mzito usiofanyaje. Unaweza kumwona mtu anatembea ni kama yuko huru, lakini ana mzigo mzito ndani ya moyo wake. Kitu gani kimesababisha? Ni mazingira yale anayoyaona. Yale mazingira yale, ule mzigo ya mazingira yale haui tena kule nje. Haui kule nje, unahamia wapi? Ndani ya moyo. Na moyoni ni mbaya. Mzigo ukikaa moyoni, moyo unaumia sana. Unaona afadhali upigwe viboko. Sema amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaona afadhali ufanye nini? Upigwe viboko, maana vitauma alafu itafanyaje? Mtu mmoja anasema, "Mchungaji, afadhali angenipiga." Nilikuwa naongea naye wiki iliyopita, anasema, "Afadhali angekuwa ananipiga kuliko anavyonifanyia." Anasema, "Kwa nini amekufanyia nini?" Anasema, "Eti mchungaji, eti." Analia mchofu. Maana yake moyo umefanyaje? Umelemewa. Sema katika jina la Yesu aliye hai. Sema katika jina la Yesu aliye hai. Sema nakataa kubeba mizigo ndani ya moyo wangu. Ndani ya moyo wangu. Wakati Bwana amesema, "Njooni kwangu nami nitawapumzisha, nami mtapata raha." Nataka upate raha moyoni mwako katika jina la Yesu. Nataka upate raha moyoni mwako katika jina la Yesu. Nasema nataka upate raha nafsini mwako katika jina la Yesu. Mara nyingi mzigo ukiondoka unajisikia raha. Ni kweli si kweli? Haleluya. Nimewahi kubeba mafuta ya taa debe kutoka nyumbani kwenda Malawi. Debe la mafuta ya taa. Hapo walianza kuungua. Nikichoka hapa nilikuwa nahamishia hapa. Nikichoka maisha ni safari ndefu. Sasa nikawa nawaza wakati natembea kule milimani, nasema wanawake wana raha. Yeye kwa amekaa nyumbani anasubiri nini? Anasubiri ili bado kuniacha hela. Hata adui. Ajui mateso uliyofanyaje. Yaani mateso uliyopitia. Yeye anasubiri hela za chakula. Anaona mteso usipompa hela. Usipompa hela anaona humpendi, unampesa. Kumbe
namna ya kuzipata hizo. Unatakiwa unapofika upige magoti sasa, Baba pole. Kuna wanawake wengi hata pole hawana. Anafika na maneno, wewe unataka justice. Waumie wapezeni. Waombee wapezeni. Wewe uliye na mume anayehangaika huko na kule, ujue anavyohangaika. Ule mzigo mimi naukumbuka, sijausahau. Kwa nini sijausahau? Ulinitesa sana. Nilipoenda kutua, nilijisikia kupumzika. Nilijisikia raha. Ili ujisikie raha ni pale mzigo uliokulemea unapokuwa umetuliwa. Kuna mambo mengine kwenye maisha unaweza kusahau. Kuna mambo mengine ambayo yalikuumiza, huwezi kusahau, hasa yale ambayo yalikuumiza mpaka yakaingia moyoni. Kuna mambo mengine yanaweza kukuumiza yakao nje tu. Yale ambayo yamekuumiza yameingia wapi? Na moyo umefanyaje? Umeumia. Huwa hayatoweki. Utakumbuka mpaka unaenda kaburini. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Sema nakataa kubeba yasiyofaa moyoni mwangu.